Na nilikuwa nimeelezwa kwamba hata watu upotea hivyo Nairobi. Unaweza ukacheza nao hatimaye. Nilikuwa nimearifiwa pia kama utapatana nao you need to cooperate. Unajua simu alichukua. Mimi sijampa akachukua. Alichukua kwa alingangana akachukua. Hivi akangangana. Alafu ikawa nimeona jamani wengi. So nikasikia jamaa akasema hata afisa ndio amefika. Jamaa fulani alishikilia mlango, nikasikia hata afisa ndio amefika. Ulete ama uende polisi ndani. Unajua simu alichukua? Kisha akasema kwa wallet kuna nini? Akachukua tu vizuri. Na gari linaenda. Lakini sasa hivi ni kama wale watu walikuwa Adrian. Naam. Karibu kwenye makala ya Shamba la Mawe. Shukrani nyingi. Yes, wewe ni mwenyeji wa Nairobi ama umetembea? Mimi ni mwenyeji wa Nairobi. Ni siku nyingi sana nimekaa Nairobi. Takriban miaka 7, miaka 6 pale. Okay. Nimekuwa hapa Nairobi. Okay. Naam. Umejipata mikononi mwa walaghai? Naam, nimejipata sana mikononi mwa walaghai. Si siku moja, si siku mbili, siku kadhaa. Lakini nakumbuka vizuri sana kisa ambacho walaghai walinikaribisha Nairobi rasmi. Tuelezee. Ulikuwa tuseme pale mwaka 2017 wakati ambapo kura sasa zilikuwa zinachacha sana. Wakati ambapo sasa kampeni ni nyingi sana. Alafu ikawa kwamba ndio nimemaliza chuo kikuu, nimekuja binamu yangu kazi ni sasa. Akaniambia njoo tuishi pamoja. Nikamwambia sawa tutaishi pamoja lakini sasa tutaishi vipi na hapa kwako ni kama mambo si mazuri sana. Kwa hiyo nikaona pale ambapo nitakuwa vizuri ni kwa mjomba wangu. Pale Mathare Eastleigh pale. Mjomba akaniambia njoo kijana uishi hapa, ukipata kazi utoka unaenda kazi kisha unarudi wapi? Unarudi hapa kwangu. Ni pale Eastleigh pale Mathare pale. Wakati nimemaliza chuo kikuu nimesomea walimu. Nikapata kazi kule Kayole. Kuna shule kubwa inayojulikana inaitwa New Light Schools. Okay. Kwa hiyo pale nikapata kazi, ikawa kwamba mimi narauka kila asubuhi naenda zangu wapi? Natoka Mathare pale Eastleigh, ni pale Juja Road pale. Kutoka pale nakimbia kazini kisha narudi. Kwa hiyo ikawa kwamba pale ndo operationi za kutoka kwenda kazini mwendo wa saa 11 hadi napaswa kufika kazini mwendo saa 12:30 pale. Alafu unajua pale wale ambao wameamka wengi ni walaghai pamoja na wezi wamesharauka. Kila mtu anatafuta sasa. Anatafuta. Sasa siku moja nikitoka kazini. Jioni sasa. Nimetoka kazini vizuri, nimezoea sasa. Alafu ikawa kwamba mjomba wangu na halati wananiambia, "Kijana, umeingia Nairobi juzi na unajua kwamba kuna walaghai wengi, wezi ni wengi, na yule ambaye atapita hapa sijui angushe dola kidogo akwambie njoo tugawani, unajua kwamba utapora." Ikawa kwamba mimi nina uoga vizuri sana. Naelewa kuna. Naam, naelewa. Nilikuwa nimetaarifiwa. Lakini sasa mimi nikaenda wiki 2, wiki 3, nikaona Nairobi safi. Kuna wezi. Wezi hawapatikani. Nakumbuka vizuri nilikuwa natoka na gari la shule, lilikuwa linatoa wanafunzi Komarok. Sasa New Light ya Komarok. Wanakuja mpaka Huruma pale Mathare pale Eastleigh. Sio hiyo siku gari likaniacha. Nikasema acha mimi moyoni nitumie matatu. Ilitoka pale Komarok nikaja vizuri mpaka roundabout ya Kariobangi. Alafu ikawa kwamba ni mwendo wa saa 12 pale, mwendo wa saa 11:30 mwendo wa saa 12 pale. Roundabout ya Kariobangi. Mimi sijui makanga nikaona magari mafupi yale matatu. Ilitoka pale Komarok nikaja vizuri mpaka roundabout ya Kariobangi. Alafu ikawa kwamba ni mwendo wa saa 12 pale, mwendo wa saa 11:30 mwendo wa saa 12 pale. Roundabout ya Kariobangi. Mimi sijui makanga nikaona magari mafupi yale matatu. Yamepigwa yani kuna runinga pale ndani, nje pia kuna runinga, nyimbo yani ngoma manyanga. Unaitwa manyanga. Mimi nikasema maisha ndo haya nilikuwa natafuta mambo kama haya. Relax sasa. Bwana sasa naona chumbani pale kwa mjomba siweki ngoma sana. Nikasema ngoma sasa.
Na ikawa kwamba hiyo siku ni Ijumaa. Ijumaa nilikuwa kidogo naenda kule nafanya shopping zangu kama ni kununua nguo 2-3, alafu ikawa kwamba nimetoka chuoni na kipakatalishi changu ile laptop. Nimeibeba tu vizuri. Alafu ikawa kwamba nimenunua simu. Mwanangu wakati ambapo Samsung ilikuwa ina